Luke chapter 9 verse 3 to 5. Akamwambia, msichukue kitu cha safari yenu, fimbo wala mkoba, wala mkate wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili, na nyumba yoyote mtakayoingia kaeni humo mpaka mtoke mjini. Na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kuwa ushuhuda juu yao. Jina la Bwana litukuzwe. Hawa ni wanafunzi wa Yesu. Wakati Yesu anawatuma kupeleka neno, anawapa maagizo. Kama vile sisi tulikuwa tunapewa maagizo hapa. Bwana asifiwe. Mama Elizabeth, sisi tulipewa maagizo ya kwamba endeni mkahubiri. Ikifika masaa fulani murudi. Tukitoka hapo twende wapi? Open air. Bwana asifiwe. Hawa wanafunzi wakawa wanapewa maagizo na Kristo. Namba ya kwanza akawaambia ya kwamba msichukue kitu kwa safari yenu, fimbo wala mkoba, wala mkate, wala fedha, wala mmoja wenu asiwe na kanzu mbili. Hapa ndipo. Yaani mnaenda kuhubiri na mjui mnarudi lini, lakini mnaambiwa msichukue chochote. Tokeni. Msibebe mikate. Nguo yenye uko nao baki nayo. Usichukue fimbo. Nikawa nafikiria, nauliza, hii fimbo ilikuwa ya nini? Bwana asifiwe. Na unajua wakati huo wa Yesu, mahali walikuwa napita ni misitu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nadhani walikuwa wanatembea na fimbo. Manake nyoka anaweza tokea, chura anaweza tokea. Bwana asifiwe. Lakini msichukue hata fimbo. Tokeni hata mkoba msibebe. Mwambie jirani, follow instruction. Mwambie fuata maagizo. Ya kwamba usichukue chochote. Kwa maneno mengine, yule ambaye atatumika kuwa chombo lazima mtegemee Mungu. Chombo ambacho ni kiteule, kinacholeta heshima, lazima kimtumainie Mungu peke yake. Lazima kiweke tumaini lake kwa Mungu peke yake. Mambo haya Kristo anawaambia ili wasiwe wanaangalia nani atatusaidia, nani hajatusaidia, kutakuwaje. Hapana, alitaka mawazo yao yamwangalie Mungu. Bwana asifiwe. Ndiposa akawaambia ya kwamba msichukue chochote, na wale wasiowakaribisha mtokapo katika mji huo, yakung'uteni hata mavumbi ya miguuni mwenu kuwa ushuhuda juu yao. Bwana asifiwe. Wakati tunapeleka injili, wapendwa, kuna mahali tunakataliwa. Bwana asifiwe. Watu wanaona unakuja hapa, wenyewe hawako. Bwana asifiwe. Mwingine alituambia wenyewe hawako hapa. Tukamuuliza, na wewe si uko? Mimi ni Muislamu. Kamza Yesu anakupenda. Tukamwambia, tukaongea, tukaona ana miti. Tukasema huyu ni rafiki yetu. Hata kama ametufukuza, huyu ni rafiki yetu. Kamwambia, utatuuzia miti? Nitawauzia. Hii ndio ninafanya, hii ni biashara yangu. Pastor ni Mungu, ni promote. Tukamwambia, unauzaje? Hii inauzwa 150, hii ninauza ngapi? Kwambia sasa funga 3 upeleke pale kanisani. Kisha uje. Akakuja akaleta, alipokuja tunaongea. Unaitwa nani? Naitwa Ezekiel. Na si umesema wewe ni Muislamu? Bwana asifiwe. Anasema, unajua basa, mimi nilizaliwa kwa Wakristo na mimi ninaona nitarudi huko. Sijabadilisha jina bado. Bwana asifiwe. Kwingine mtakataliwa, na kule mtakataliwa kabisa. Kristo anasema yakung'ute nini? Mavumbi. Follow instruction. Yafuate maagizo. Yafuate maagizo mpendwa.